الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tukimtakia swala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tukiendelea na darsa yetu ya ushia tukitumia risala ambayo ameiandika au kitabu alichokiandika Sheikh Said Raslan, Abu Abdullah Muhammad bin Said Raslan hafidhahu Allahu ta'ala wa matta'ahu bisihhati wal afia. Katika majlisi iliyotangulia tulijaribu kueleza na kuyataja maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah, lakini kadhalika tukamnukuu mwanachuoni wa Kishia akiitwa Al-Hasan ibn Musa An-Nubakhti wa Shii al-Imami, akithibitisha kwamba ushia umeanzishwa na bwana mmoja akiitwa Abdullah ibn Saba, ambaye asili yake huyu ni Myahudi. Sasa leo tunasoma maneno ya mwanachuoni mwingine wa Kishia akiitwa Al-Kashiyu. Waqala Al-Kashiyu, na amesema Al-Kashiyu ma qalahu An-Nubakhti, yale maelezo ambayo ameyasema An-Nubakhti, haithu qala, kwa pale ambapo amesema, kwa maana maneno ambayo ameyataja An-Nubakhti ameyataja hivyo hivyo Al-Kashi, kwa pale ambapo amesema dhukira an ba'dhi ahli al-ilmi, imetajwa kutoka baadhi ya wanachuoni, anna Abdullah ibn Saba, kwamba huyu Abdullah ibn Saba kana yahudiyan, alikuwa ni Myahudi huyu. Fa aslama, baada ya hapo tena akasilimu. Wa wala aliyan, na akamnusuru Ali. Wa kana awwala man shahara alqawla bi fardhi imamati Ali, na alikuwa ndio mtu wa kwanza ambaye aliyezungumza kufaradhisha uimamu wa Ali, kwa maana aliyozungumza kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama mtu ambaye takiwa awe kiongozi ni Ali ibn Abi Talib. Alolizungumza hili au wa kwanza kulizungumza hili ni huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Fa adhhara al-bara'ata min a'daihi, akadhihirisha kuwa mbali kutokana na maadui wa Ali. Wakashafa mukhalifihi, akaweka wazi wenye kumkhalifu yeye. Wa akfarahum, na akawakufurisha. Famin huna qala man khalafa ash-Shia, kuanzia hapa sasa wamesema yule ambaye mwenye kuwakhalifu mashia, aslu tashayyu'i, asili ya ushia, warafdhi, na asili ya urafidha, maakhudhun min al-yahudiyya, umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Sasa kwa maneno ambayo ameyataja al-Imam Ibn Taymiyyah katika Majmuu' al-Fatawa, kadhalika katika Minhaj as-Sunna, lakini na maneno ambayo anayataja An-Nubakhti, lakini hivyo hivyo ameanukuu Al-Kashi, wanathibitisha kwamba ushia umeasisiwa na Abdullah ibn Saba ambaye ni Myahudi. Anasema Sheikh Said Muhammad bin Said Raslan hafidhahullah ta'ala, laqad naqala ibn Saba, hakika amehamisha Ibn Saba ila tashayyu'i, katika ushia, ma kile ambacho wajadahu fil fikri al-yahudi, amekikuta katika fikra ya Kiyahudi. Kuna baadhi ya masaili ambayo ameyahamisha huyu bwana ambaye ni Myahudi Abdullah ibn Saba. Kuna fikra ambazo amezihamisha katika ushia, kalqawli birraj'a lilimami, kama vile kauli ya kuzungumza kwamba imam ni mwenye kurejea, kama vile wanavyomzungumzia al-Mahdi al-Muntadhar, ambao ni imamu wao ambaye wanasema atarejea. Tushamzungumzia ambaye aliingia katika Asirdab katika
katika fi dari abihi, ameingia katika sirdab, na tulibainisha kwamba sirdab ni kitu gani. Lakini mashia wanaitikadi kwamba huyu imamu wao wa 12 atakuja kurejea. Lakini kadhalika wa adamil mauti, na akazungumzia kwamba imamu hafi, yani imamu katika wale maimamu 12 wa kishia, imamu kwa wao hafi. Lakini kadhalika katika fikra nyingine aliyoihamisha wa milki la ardhi, kwamba kila imamu wao ataimiliki ardhi. Lakini hivyo hivyo walqudrati ala ashiyaa, na kuwa imamu kwa mashia ni katika maimamu wao 12, kwamba imamu ana uwezo juu ya vitu ambavyo la yaqdiru alaiha ahadun min alkhalq, haviwezi kuvifanya vitu hivyo yoyote katika viumbe. Lakini kadhalika walilmu bima la ya'lamuhu ahadun, na kuwa imamu anajua vitu ambavyo havijui yoyote, kwa maana imamu ana ilmu ya ghaib. Imamu wa mashia ana ilmu ya ghaib, na sisi tulibainisha katika majalisi ambazo zinaendelea baada ya salatu al-fajr kwamba mtume hajui ghaib. Mtume hajui ghaib, bali jambo mtume ambalo alikuwa halijui, anapobainishiwa na Allah kwamba jambo hilo liko 1, 2, 3, hatuiti ni ghaibu tena, kwa sababu ile ni ilmu tayari. Mtume ashakuwa na ilmu na lile jambo ashafahamishwa. Lakini kabla ya kufahamishwa mtume hajui hilo jambo, hawezi akajua mambo ambayo yamejificha. Lakini imamu wa kishia anajua mambo yaliyofichikamana. Na imamu wa mashia au darajatul imama, ile daraja ya uimamu au imamu wa kishia, daraja yake ni kubwa kuliko daraja ya nabii, na hili tutakuja kulitaja katika vikao vyetu. Hal kadhalika katika mambo ambayo ameyanukuu Abdullah ibn Saba ambaye ni Myahudi, akaingiza katika ushia, wa ithbatul badai wan nisyani lillahi azza wa jalla, na kuthibitisha albada, yani badaa kama tutakavyotaja tutabainisha baada qalili. Lakini wanathibitisha kuna kitu kinaitwa badaa, lakini pia wanathibitisha kusahau kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mashia wao wanaona kwamba Allah anasahau, lakini itikadi yetu sisi ahli sunnati wal jamaa tunasema kwamba Allah tabaraka wa taala hasahau, wala hamna kadhia ya albada. Wa maana albada, na maana ya badai, wa maana albadai, na maana ya albada kwa mashia, anna Allah taala, ya kwamba Allah tabaraka wa taala yunshiu hukman jadidan, anaanzisha hukumu mpya, lam yakun ma'luman lahu min qablu, ambayo alikuwa haijui kabla ya hapo. Yani Allah anaweza akaanzisha jambo ambalo alikuwa halijui. Qala al-Qummi, amesema al-Qummi. Lakini kabla ya kuyataja maneno ya al-Qummi, sisi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kama wanavyobainisha ulama wetu kama vile al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ametaja na kubainisha wakati akifarikisha na akitofautisha baina ya ilmu ya Allah na baina ya ilmu ya kiumbe. Akasema shekhe kwamba ilmu ya Allah la yasbiquhu aljahlu wala yalhaquhu an-nisyan. Ilmu ya Allah haitanguliwi na ujinga, wala ilmu ya Allah haipatwi na kusahau. Kwa maana Allah tabaraka wa taala hamna jambo ambalo linaweza likatokea akawa halijui, au Allah akalijua jambo alafu baada ya hapo akapatwa na ujinga. Hiyo elimu ya Allah haiko hivyo. Tofauti sasa, hii ndio tofauti ambayo iko baina ya ilmu ya mwanadamu na ilmu ya Allah, kwamba ilmu ya Allah malhuqun bimadha bilnisyan wa masbuqun biljahl, au ilmu ya mwanadamu masbuqun biljahl wa malhuqun binnisyani. Elimu ya mwanadamu imetanguliwa na ujinga alafu inapatwa na kusahau, kwa maana mwanadamu si kwamba anasoma ndio anajua kitu. Sasa anaposoma alafu kitu ndio akakijua, kwa maana alikuwa ni mjinga wa kitu hicho. Lakini kadhalika mwanadamu anakijua kitu alafu baada ya hapo anakisahau, lakini kwa Allah hakuna jambo hilo. Hii ndio farqu ambayo iko baina ya ilmu ya Allah na ilmu ya wanadamu. Lakini kwa mashia ilmu ya Allah kama ilmu ya mwanadamu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yatasifu bi sifati nisyani indahum, anasifika na sifa ya kusahau kwa mashia. Na kulithibitisha hili tunanukuu maneno ya wanachuoni wao. Qala al-Qummi, amesema al-Qummi
ni mwanachuoni wa Kishia, bali ni imamu kwa wao, ni katika maimamu wao, ni katika watu wakubwa sana kwa Mashia. Wa huwa min a'immati Shia, na huyu al-Qummi ni katika maimamu wa Kishia. Anasema wa amma al-bada'u, ama hiyo bada'u fa haqiqatuhu fi al-lugha, uhakika wa al-bada' katika lugha adh-dhuhuru, ni kudhihiri, kama yuqalu, kama inavyosemwa badalana surul madina, umedhihiri kwetu sisi ukuta wa mji. Watu wanasafiri wanaenda katika mji fulani, miji ya zamani ilikuwa wakizungushia kuna kuta wanazungusha. Hasa mtu akifika anaona kabisa ule, basi imetudhihirikia sisi ukuta wa mji fulani umetudhihirikia, maana tushauona. Sasa kule kudhihiri ndio maana ya albada katika lugha ya Kiarabu. Lakini akasema al-Qummi katika tafsiri yake, wa qad yusta'malu, inaweza ikatumika albada'u fil ilmi bi shay'in, ukijua kitu ba'd an lam yakun hasila, baada an lam yakun hasil, baada ya kuwa kitu hicho hakijajulikanwa. Hadha fi alwaqti alladhi ya'taqidun, lakini ibara hii wanaitumia kwamba kukijua kitu inaweza yani albadawi ikatumika katika ilmu ya kitu baada ya kuwa hakijakuwa, na jambo hili wanalitumia taban. Hadha fi alwaqti alladhi ya'taqidun, jambo hili ni katika wakati ambao wanaitikadi fihi, ndani yake, anna al-imama, kwamba imamu la yakhfa alayhi shay'un, hakimfichikaniki yeye kitu chochote. Imamu wa Mashia yani hamna kitu ambacho kikafichikana kwake yeye akawa hakijui. Na kulithibitisha hilo, qala al-Kulaini, amesema al-Kulaini ambaye ni katika mashekhe wa Kishia, anasema hivi, qala Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, amesema Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq ambaye ni katika watu wakubwa kwa Mashia, anasema ni katika maimamu wa Mashia, anasema inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Imamu wa Kishia anasema hakika mimi ninajua vilivyokuwemo katika mbingu na ninajua vilivyokuwemo katika ardhi. Wa a'lamu ma fil janna, hajafika peponi, anasema pia najua vilivyokuwa peponi. Peponi kuna 1, 2, 3, anasema kwa ile ilmu yake imamu wa Kishia asema ninajua vilivyokuwa peponi. Wa a'lamu ma fil nar, hal kadhalika ninajua vitu ambavyo viko motoni. Wa a'lam ma kana wa ma yakun, ninajua mimi mambo ambayo yamekuwa na yale ambayo yatakuwa. Imamu wa Kishia anajua jambo ambalo lishakuwa na jambo ambalo litakuwa. Hali ya kuwa hii ni sifa ya Allah tabaraka wa taala, huwa alladhi alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah ndiyo anajua jambo ambalo limekuwa na lile ambalo linakuwa na lile ambalo litakuwa na lile ambalo halijakuwa, lau litakuwa Allah anajua linakuwa vipi. Sasa sifa hii ya Allah, imamu wa Kishia anabainisha na kueleza kwamba yeye anajua hivyo, anajua jambo ambalo lishakuwa na jambo ambalo litakuwa, kwa maana anajua ghaibu. Kwa hiyo nakuta daraja ya imamu wa Kishia ni zaidi ya daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume ameibainisha aya katika Qur'an kwamba Mtume hajui ghaibu, lakini imamu wa Kishia yeye anajua ghaibu. Haya ni maneno ambayo yanayataja al-Kulaini katika Usulul Kafi ya Kishia, hiki kitabu chao. Lakini waqala Abu al-Hasan, amesema hivyo hivyo Abu al-Hasan ambaye ni katika mashekhe wa Kishia, innal imama, hakika imamu wa Kishia, la yakhfa alayhi kalamu ahadin minan nas, hayafichikani kwake yeye maneno ya yoyote yule katika watu, wala tayrin, wala ndege, wala bahimatin, wala mnyama, wala shay'in fihi ruhu, wala kitu chochote ambacho kuna ndani yake roho. Faman lam yakun hadhihi alkhiswalu fihi, yule ambaye hayatakuwa mambo haya yako kwake yeye, falaysa huwa biimamin, huyo sio imamu. Kwa hiyo imamu kwa Mashia ni mtu ambaye anajua ghaibu, na haya ni maneno ambayo yanatajwa na mashekhe wa Kishia, si mashekhe wetu sisi, au sisi kwamba tunawazushia wao, ni vitabu vyao ndio vinaeleza hivyo. Pia maneno haya ambayo nimeyataja yametajwa katika Al-Kafi, lakini kadhalika yametajwa katika Al-Irshad ya mwanachuoni wa Kishia akiitwa Al-Mufid. Al-Mufid ambaye ni katika wanachuoni wakubwa wa Kishia, pia maneno haya yametajwa katika kitabu chake Al-Irshad. Kwa hiyo wao wanaona kwamba imam ni mtu ambaye anajua ghaibu. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman,
tunaona kabisa kwamba itikadi ya Mashia na itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa na itikadi ya Waislamu kiujumla ni itikadi ya tofauti, kwa sababu sisi twasoma katika Qur'an kwamba hajui ghaib isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Qur'ani inaeleza hivyo, lakini Mashia wao wanaeleza kinyume kwamba maimamu wao wanajua ghaib. Kwa hiyo darasa yetu itaishia hapa. Naktafi bihadha alqadr wa nas'alu Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yuriyana alhaqqa haqqan wa yarzuqna ittiba' wa an yuriyana albatila batila wa yarzuqna ijtinaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.